Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku nyingine nzuri ambayo ametupa. Leo ikiwa ni siku yetu ya 5 ya maombi, leo ikiwa ni siku yetu ya 5 ya ushindi. Tumemuona Kristo sana, tumeona akiponya magonjwa yetu, tumeona akibariki maisha yetu, tumeona mambo yakiwa yanabadilika. Bwana asifiwe sana. Na kama tunakumbuka, nilisema tutakuwa na siku 2 za toba, tutakuwa na siku 2 za rehema. Leo na kesho tutakuwa na siku 2 za kuombea mahitaji yetu. Kwa hiyo leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, tumebakisha siku 1 kuingia siku ya ibada ya Jumapili kwa ajili ya kuweka wakfu mwezi wa 4. Lakini usiku wa leo tutaenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu kwa habari ya mahitaji yetu tulionayo, yaliyoshindikana pamoja na yale maombi 6. Ni kitu gani ambacho kimeshindikanika? Kuna sababu za kwa nini vitu huwa havitokei. Kwa tutapita leo kwenye prayer point 5 kubwa sana na kuambia vitu vitabadilika, mambo yatabadilika na tutauona sana mkono wa Bwana usiku wa leo. Sasa katika maombi yote, kumbuka kuna vitu ambavyo tumekuwa tunajiandaa navyo mapema. Bwana asifiwe sana. Na tumekuwa tunasema kabisa ya kwamba unapoanza maombi haya kuna vitu ambavyo unapaswa uwe navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukasema kitu cha kwanza kabisa, hakikisha unakuwa umeandika majina yako ya ukoo, umeandika jina lako, umeandika jina la ukoo wenu, umeandika mkoa unaotoka. Lakini siku zote tumesema hakikisha unaandaa meza ya Bwana. Alafu pia shika maombi yako 6 ambayo tumeyaandika. Kwa hiyo tunaomba na wewe hakikisha unaombea maombi yako 6. Alafu pia andaa mahitaji yaliyoshindikana ambao sasa leo tutakuepo hapo tena, na ulioyaomba muda mrefu na unaona kabisa bado hajafanya nini? Hajajibiwa. Kwa hiyo leo ni ile siku maalum kabisa ambayo tutaenda kuomba mahitaji yetu ambayo tunaona yameshindikana, yale ambayo yamekukatisha tamaa. Wale ambao mmekuwa mmesave namba yangu, nimekuwa nikisema maneno leo kwenye status and so many people thought I was just joking. No, unaposema umekata tamaa eti hostaki kuendelea kuomba, mimi naona niache, unamwachia nani? Hujafa wewe. Na unajua kama una lifespan ya miaka 120, manake miaka 120 utakuwa tu single. Kila siku utakuwa tu single. Nimechoka mimi, naona hivi. Hapana. Kila siku utakuwa maskini. Wewe kweli tutaishije na wewe mpaka unakuwa kizee unakuwa una hela, unakuwa kama vile vizee ambavyo vina kazi ya kuvuta ugolo wa shilingi 500. Bwana asifiwe sana. Kwa unataka leo uhakikishe unaomba. Pambania jambo lako. Hakuna mtu utakayemlaumu kwa maisha uliofeli mwenyewe. Hakuna mtu utakayemwambia mimi fulani hakunisaidia. No, it doesn't work that way. Uwezi ukaja kuambia watoto wako kwamba eti mimi nimefeli kwa sababu fulani hakunipa hichi, kwa sababu fulani hakunipa kile. Hapana. Your life is your responsibility. Ndio maana wewe sio conjoined twin na huyo mtu ambaye unang'ania kusaidia. Sasa kuna watu ambao ndani yangu nilikuwa nawasikia toka asubuhi wanalalamika sana, Mungu anisaidii, amekata tamaa. Mungu mwenyewe anakushangaa. Yesu mwenyewe alipokuja alisema duniani mnao dhiki, lakini jipeni nini? Moyo, nimeushinda ulimwengu. Sasa wewe ni nani ambaye mpaka unaona kwamba ulimwengu wewe kuushinda hutaweza? Nataka ujitie moyo usiku wa leo ya kwamba utapambana na hilo jambo, ya kwamba utakazania hilo jambo, ya kwamba utakamia na hilo jambo litakukoma. Wewe niangalie mimi hivi ukafikiri kwamba maisha yangu mimi mwenyewe ni mepesi, kwamba I don't pass through stuff. Tena ungekuwa ni mimi wewe ndio ungekata tamaa, yani ungekimbia mpaka utumishi. Lakini kila siku ninakazana, kila siku ninapambana. Kila siku namwambia Mungu, leo haitakuwa afadhali ya jana, leo itakuwa ni better leo and it will be a bright tomorrow. Kwa hiyo nataka popote unaponisikiliza, tunapoenda kuanza kuomba maombi haya, nitakutajia vitu 5 ambavyo tutaenda kudili navyo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka unapoomba maombi hayo mwambie Mungu, nimekusudia kutoka moyoni mwangu ya kwamba liwalo na liwe, lakini leo lazima nichomoke, uchumi wangu lazima uchomoke, afya yangu lazima ichomoke. Uwe sehemu ya watu ambao watatengeneza ushuhuda. Uwe sehemu ya watu ambao Kristo akiwatazama anasema, mwanangu kweli alikomalia jambo lake. Nikutazama anajuta. Yani anasema mimi sijai kuwa na mtoto mzembe kama huyo. No, it doesn't work that way. Lazima kwenye maisha ifikie sehemu ambayo liwalo na liwe. Jitoe muhanga. Wewe usifikiri watu kufikia pale wanapofika mambo yanakuwaga ni mepesi. Mambo sio mepesi. Unajua nimekuwa nikiwaambia kwa sababu kuna vitu bado tunaendelea kuvifuatilia na kuna vitu tunaendelea kuviweka sawa na kusubiri maongozo ya Roho Mtakatifu. Lakini tutakapoanza tena sessions za usiku wa kubadilisha matokeo, there is where we talk,
You know where there is where tunaambianaga ukweli na Mungu anatufungua sana. Kuna vitu vingi sana nitawaelezea. Kuna vitu vingi vitakapokutia sana moyo. Utajua mapambano jinsi yalivyo halisi, utajua jinsi mambo ambavyo yanakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna maeneo ambayo hayo huwa yanafanyika kuwa kizuizi. Watu wanashindwa kujibiwa kwa sababu ya hivyo vitu, kwa sababu ya hayo mambo. Bwana asifiwe sana. Sasa kabla hatujaingia kwenye kusikiliza hivyo vitu ni vitu gani na kujua namna ambayo tutaomba usiku wa leo na staili ambayo tutaomba nayo usiku wa leo, nataka tupate nafasi tumwambie Yesu asante kwa ajili ya session ya leo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya wema na fadhili zako. Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa ya kuja tena mbele zako na kusema na wewe kwa habari ya mahitaji yetu. Neno lako Mungu linaturuhusu na linatupa kibali ya kuja mbele zako na kuomba na wewe kutujibu sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mfalme wa amani, kwa sababu tunajua katika mema yote tutakuona tena ukitutendea mema leo. Katika fadhili zote tutaona kutendea tena fadhili katika usiku wa leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Sasa nataka kila mtu anisikilize sana kwa makini. Mungu anapoamua kumbariki mwanadamu au Mungu anapoamua kusema nataka nimjibu Amuki jambo fulani, shetani huwa ana tabia ya kuweka vizuizi. Lakini hakuna kizuizi kibaya kama kiwe ni dhambi, uasi, uovu au uwe umefanya jambo ambalo Mungu akilitazama adhabu inakuwa imetoka kwake. Kwa nini leo tuna ujasiri wa kwamba kuna vitu vinaenda kuachia? Kwa sababu moja kubwa sana. Tumeomba toba siku 2, tumeomba rehema na Mungu akaturuhusu kwamba anataka apite kwa ajili ya kuhukumu. Sasa kwa sababu tumeshamwambia apite kwa ajili ya kuhukumu, manake leo ndio tunaanza kuiona ile hukumu ambayo tumeiomba jana. Na wengine jana ile wameshaanza kuiona ile hukumu ambayo amefanya nini wameiomba. Sasa ni vitu gani ambavyo saa nyingine huwa vinatokea na vinafanya kabisa ya kwamba mtu asijibiwe maombi yake? Kitu cha kwanza, watu wanakuwa wamefichwa kwenye magereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka usome na mimi Isaya 42, tutasoma mstari wa 22 na tutasoma kwa awamu mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza. Neno la Mungu linasema hivi: lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Mstari watu wote tunaofahamu. Nataka unisikize kwa makini sana, kuna kitu nataka nikuoneshe. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye nini rudisha. Naomba unisikilize sana. Unamuomba Mungu akusaidie upate kazi. Kazi inafanywa mjini Posta, kwenye majengo aliyoko Posta. Wewe ni mtu uliyeibiwa na kutekwa. Umenaswa kwenye shimo. Toka lini mtu aliye kwenye shimo, kwenye gereza, aliyekuwa windo anapataga kazi? Nini najaribu kukueleza kwenye hii prayer point ya kwanza? Location ya mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Location ya mahali ulipo matters a lot, vitu vyako kujibiwa. Unapomwambia Mungu nisaidie jambo fulani, kuna mahali ambapo Mungu anatakiwa akukute ili akujibu maombi yako. Sasa anakujibuje na wewe umetekwa? Anakujibuje na wewe umeibiwa? Bwana Yesu asifiwe. Anakujibuje na umefichwa katika gereza? Anakujibuje umekuwa mawindo? Alafu katika vitu vyote ambavyo uko hapana asemaye nini rudisha. Hakuna mtu aliyeshtuka, hakuna mtu anayetega sikio kusema hapa kuna changamoto jamani, mbona hii kazi siipati, kwani mimi niko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wenzako wote wanaenda, wewe unabakia pale pale. Wenzio wote wanafanikiwa, unabakia pale pale. Na mwingine ukiota ndio unajiota uko kwenye shule ya msingi, unajiota uko kwenye choo, unajiota uko kwenye mashimo, mwingine anajiota uko kwenye giza, mwingine anajiota uko anakimbizwa na wanyama. Nini kinatokea? Yaani wewe sio mtu ambaye unakaa katikati yetu. Wewe una sehemu ambayo unakaa. Sikiliza mstari unaofuata, anasema hivi: ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo? Atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao. Unasikia Mungu anachouliza? Nani mwenye akili ambaye atasikiliza ninachokisema? Nani mwenye akili ambaye atafuatilia maelekezo ya wakati ujao, kwamba okay, kuna hawa watu wametekwa, kuna hili tatizo, hii shida imeanzia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni nani aliyemtoa Yakobo awe mateka? Yakobo ni mwanae. Nani aliyesababisha ingie kwenye shimo? Nani anayefanya wewe anaota yuko kwenye mashule ya msingi? Bwana Yesu asifiwe. Nani anayefanya hivyo? Anasema hivi: aliyemtia Israeli katika mikono ya wanyang'anyi si yeye Bwana? Unaona? Anasema yeye tuliyemkosa. Umeona ambapo makosa yanaingizaga watu mashimoni. Makosa yanaingiza watu kwenye magereza.
Alafu anasema ambaye hawakutaka kwenda katika njia zake wala hawakuitii sheria yake. Kwa tatizo la watu kuingizwa kwenye mashimo na magereza, wala sio kwamba Mungu alikuwa anataka, ulitoka nje ya neno, ulitoka nje ya mstari. Ndio maana tulianza na maombi ya toba, ya kwamba chochote Mungu ambacho tulikukosea tunaomba utusamehe, ili au magereza sasa leo tukiwa tunakemea yanatutoa, mashimo yanatutema. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa sababu hiyo alimwaga ukali wa hasira yake juu yake na nguvu za vita, ukawasha moto wa kumzunguka pande zote, wala hakujua, ukamteketeza, wala hakuyatia hayo moyoni mwake. Watu wengi wanateseka mashimoni, magerezani, kwenye madude kibao, wana kazi ya kukemea badala ya kuomba toba. Kwa sababu ukiangalia huu mstari sasa leo, inawezekana ulikuwa ujue aliyesababisha ni Mungu. Alichukia adhabu ya Kristo, ndio iliyoingiza watu kwenye nini? Kwenye mashimo, kwenye magereza. Mungu anaona huyu hafuati sheria zangu, anasema hivi wewe ufanyi, anakuambia hichi wewe ufanyi. Okay, sio kwamba anakuwa amepanga ya kwamba akubonde. Hapana, kitendo cha wewe kutokufuata anachokisema, kitendo cha wewe kutokufuatilia neno lake, ndio kitendo cha wewe kushindwa na kuishia njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nikuambie leo tutaenda kuomba yoyote ambaye adhabu yake ilikuwa ndani ya shimo, alikuwa kwenye magereza. Tunapoenda kuomba, utatoka kwenye gereza, utatoka kwenye shimo. Kuna mtu ambaye utajiona unakuwa very light, kuna mwingine utaanza kuona kama unapukutika, kuna mwingine ambaye utashangaa unatamani jikuna mwili mzima. Kuna mwingine ambaye wakati ninaomba na jana niliona utavimba. Kule kuvimba ni nini? Mwili wako haujazoea hewa ya kawaida, umezoea hewa ya mateso. Kwa hiyo the moment unaanza kuwa normal, Bwana asifiwe sana, ndio the moment ambaye utaona kabisa mwili wako ukiwa una respond differently. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho tutakiomba. Utatoka kwenye shimo, utatoka kwenye gereza, utaachwa kuwa mawindo. Kwa sababu gani? Kristo amekusamehe, Kristo amekutakasa, na anataka uendelee kuishi kwa uhuru. Kwa mahitaji ambayo ulikuwa unashindwa kujibiwa kwa sababu uko kwenye different location, leo yataanza kujibiwa in the mighty name of Jesus. Let me hear somebody say a loud amen. Let me hear somebody say a loud amen. Amen, amen, amen. Point ya pili, nini ambacho waga kinazuia watu wasijibiwe na tunaenda kudili nacho siku ya leo? Wadudu na wanyama wanaotumika kama vizuizi. Kuna chura sio ya kawaida, kuna paka sio ya kawaida, kuna mambwa sio ya kawaida, kuna hadi ya watandu sio ya kawaida, kuna mende sio ya kawaida. Chochote ambacho kinatumika kama monitoring spirit, chochote ambacho kinatumika kama kizuizi na kimekuja in form of wadudu na wanyama, usiku wa leo wanaanguka na kufa pale pale. Na unajua issue sio wadudu kuondoka na kufa, lakini nini kinazaliwa baada ya pale. Nataka watu mfuatilie testimoni zenu. Unapogundua kulikuwa na mijusi ile ambayo haifai na ile mijusi imekufa, angalia nini kinachobadilika. Usiseme tu kwa imani, angalia ukishatuma ule ushuhuda nini ambacho kinafanya nini kinabadilika. Nataka uone jinsi ambavyo wadudu wote sio wadudu wa kawaida na wanyama wote sio wanyama wa nini wa kawaida. Ni vitu vinavyotumika sana na nguvu za giza kwenye kuwarudisha watu nyuma. Na unfortunately Mungu naye pia ana jeshi lake la wadudu, ana jeshi lake la wanyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie wote Kutoka 8, utasoma kuanzia mstari wa 1. Neno la Mungu nasema, Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie. Mungu ana ugomvi na Farao kwa sababu amewashika Israelites. Kwa hiyo Mungu anaagiza ya kwamba nataka wewe Musa uingie kwa Farao akamwambia hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa, Farao anaonywa hapo, nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Na huo mto utafurika vyura, nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako na ndani ya chumba chako cha kulala. Unasikia hao vyura? Kwa hiyo manake tunaoneshwa ya kwamba wadudu na wanyama wa kishetani wana uwezo wa kuingia mpaka wapi. Ndio maana mtu usiku wa manane unashangaa tandu mnaangalia naye usoni. Mwingine unashangaa umelala mjusi anakupandia. Mwingine mende anakujia. Kwa sababu gani? Wana uwezo wa kuingia ndani ya nyumba, ndani ya chumba chako, na wanapanda mpaka kitandani. Unasikia hizo instructions wanazopewa? Alafu anasema na ndani ya nyumba ya watumishi wako. Manake kama una servant quarter pia wana uwezo wa kuingia, na juu ya watu wako. Manake hawa ni wadudu ambao wanaweza akafika mpaka kwa watu wako. Ndio maana unashangaa mtu analia, mama panya amening'ata, au mama panya amekula vyeti. Ni panya wa kipepo, na leo wanaenda kuzi
watazimika wote in the mighty name of Jesus. Anasema na ndani ya meko yako, na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga, masufuria. Anasema hao chura watakwea juu yako wewe, juu ya watu wako, juu ya watumishi. Akamwambia Musa, mwambie Haruni. Wanaelekezwa namna kuwaleta hao vyura. Nisikilize kwa makini sana. Nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito na juu ya vijito na juu ya maziwa na maji, ukawalete vyura waje juu ya nchi yote ya Misri. Manake hawa vyura hawaji kwa sababu wametaka. Hao tandu waliojaa nyumbani kwako, hao sisimizi waliojaa nyumbani kwako, wameamrishwa na mtu, na huyu mtu ni msimamizi wa hivyo vitu. Unaona Mungu akushuka mwenyewe, anamtuma Musa, anamwambia niletee vyura. Bwana Yesu asifiwe. Na upande wa nguvu za giza kuna waganga. Ngoje uone sentensi inayofuata. Basi Haruni akanyosha mkono wake juu ya maji yote ya Misri, na hao vyura wakakwea juu, wakaifunika nchi ya Misri. Manake it was too much. It was too much, the darkness of vyura, my God. Sasa sikiliza unielewe kwa makini. Waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na kuwaleta vyura juu ya nchi ya nini? Ya Misri. Waganga. Kwa hiyo hii ikufundishe very specific ya kwamba kuna viumbe unavyoishi navyo sio vya Mungu. Kuna aina ya mijusi sio ya Mungu. Kuna aina ya vyura sio vya Mungu. Kuna aina ya mende, kwa sababu wanasema waganga wakafanya mfano wa hayo. Manake wao walikuwa hawana original paper, walikuwa na paper fake, lakini ilifanya na wenyewe waonekane wanaweza kuleta vyura. Sasa hawa vyura wanapokuja juu ya mji, nini kinatokea? Siku wanakufa, kulikuwa na uvundo wa kila namna. Hawa wadudu wa kipepo na wanyama huwa wanatumwa kuingiza vitu ndani ya nyumba. Wanatumika kama usafiri ndani ya nyumba, wanatumika kama roho za uharibifu ndani ya nyumba, wanatumika kama monitoring spirit ndani ya nyumba. Mfano mapanya ni roho ya uharibifu. Panya anaenda anakula hela, wanaibaga hela wale panya, wanaficha hela wale panya. Mende wanakuja wanaharibu unga, chawa wanakaa kwenye maeneo ya watu, kunguni wanakuja wanaharibu vitu. Kuna wale wadudu wanaokula chakula. Mimi sitasahau tulipokuwa tumefunga ndoa mwanzoni na mume wangu, tukapata hela tukasema ngoja tununue ngano ili ya kilo 25 ili tusihangaike kununua kidogo kidogo, ili tunapoanza basi ninapoanza mimi kuwa napika na nini tusihangaike, yani kwa sababu hela ilikuwa ni kazi. Huwezi kuamini, baada ya siku 3 ile ngano ilikuwa imejaa mafunza yote. Hamna siku tuliolia kama ile. By that time sina ufunuo, sielewi kwamba yale mafunza ni mafunza ya kipepo. Mwingine unanunua mchele unaliwa, ukija kuangalia umekatwa vidude vidogo vidogo, yani mchele na mchanga ni kama pacha. Leo vyovyote vilivyowekwa kwenye familia yako ili vikutafune vinaondolewa. Mengine mawadudu yaliyowekwa ni monitoring spirit. Kazi yake ni kukuangalia unaendaje, unafanyaje, vitu vinakaaje. Ndio vitu ambavyo vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili. Mwingine anakuambia, mwanangu mmoja alikuwa anatoa shuhuda, anaweka mpaka mitego ya panya hawafi. Wengine humo ndani mnasiafu kupita kawaida. Yani wewe na siafu mpokololo. Mvua wamo, nini wamo. Sasa utashangaa baada ya maombi ya leo vitu vyote vitaondoka na you cannot be monitored anymore. Wengine ni kunguru anakufuata masaa 24 yuko hapo juu, kunguruko kama mwamvuli. Wengine uelewi, kila siku mapopo yamejaa kwenye mji wako, yanakula vitu ovyo. Wengine ni hao bata unaowafuga, ni hao sungura unaowafuga, ni hao kuku unaowafuga, ni hao mbwa unaowafuga. Wengine sio mbwa wa kawaida. Kwa chochote leo ambacho kilikuwa planted na shetani kitaondolewa haraka sana, kitafutwa haraka sana, na hata yeye mwenyewe shetani hata amini. Na baada ya hapo, kwa sababu alikuwa ametumwa ili usiingie kwenye mahusiano, wametumwa ili usiwe na afya njema, utashangaa vitu vyako vinaanza kufanya nini? Kuimarika. Na tutamuona sana Kristo usiku wa leo. Lakini pointi nyingine ya 3 ambayo nataka tuiangalie, ambayo huwa inafanya watu wasijibiwe, ni uchawi na uganga. Bwana asifiwe sana. Kati ya vitu vinapiga sana watu, kati ya vitu vinamaliza maisha ya watu, kati ya yani waganga ni waongo kupita kawaida. Yani ni waongo, sijui ni kuelezeje. Unaweza ukaona wewe maisha yako yanabadilishwa na wao, wanakupa dawa unafanikiwa. Subiri, baada ya muda wataanza kudai vile vitu vyao walivyokufanikisha navyo. Utashangaa tu, kila baada ya muda ulikuwa umeenda kutibiwa mguu, sasa unaumwa mkono. Kwa sababu ni mashetani anakurudisha uende. Zile ni madhabahu unazoungana nazo.
Vile ni vitu ambavyo vina connect roho yako. Ndio maana mtu anashangaa, nashindwa kuacha kwenda kwa mganga. Kwa sababu gani? Amekupika. Kwa sababu gani? Kuna vitu vyake unavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anasema, neno la Mungu nasema kwenye Numbers, kwenye Hesabu 23 verse 23, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Umeongelewa uchawi haupasi kukupiga, wala uganga haupasi kukupiga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitafanya nini? Zitasemwa. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukasikika jina lako mahali popote. Hauwezi ukakua katika huu ulimwengu kama huwezi kudefeat uchawi, kama hauwezi kudefeat uganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ni vitu ambavyo lazima upambane navyo, na sio tu upambane navyo, uviweze. Shetani ajue ya kwamba kwako uganga sio issue, ajue kwako uchawi sio issue. Na naongea hivi kwa sababu gani? Kuna watu wengine ambao wametengenezewa mitego. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine wamekutengenezea mitego, hawataki usogee, hawataki uone unakuwa, hawataki uone unaongezeka. Sasa wachawi waga wanakuwa na ishara zao. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuaga na mavitu yao. Cha kwanza ni hao wadudu na nini? Wadudu na wanyama. Isaya 44 mstari 25 inasema, nizitanguaye ishara za waongo na kuwatia waganga wazimu, niwarudishie nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga. Bwana asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo Mungu anavikusudia vikae sawa kwako. Kwa ishara zozote za kiganga zilizofanywa zinaondolewa. Na ishara za kiganga ninaposema ni kama kitu gani? Kama chale ambazo unachanjwa usiku. Kuna wengine ambao mnakuja kuvamiwa, mnafikia ile ni majini mahaba. Jini mahaba ni tofauti na mchawi anayekuja kwa ajili ya kukulala. Ni tofauti kabisa. Unajuaje hili ni jini mahaba na huyu ni mchawi? Jini mahaba linakutokea ndotoni, sawa? Nisikilize kwa makini. Alafu kule kwenye ndoto unapata changamoto kama unafanya tendo la ndoa, lakini ukiamka unaweza usisikie maumivu kwa sababu limekuingilia kwenye njia ya nini? Ya ndoto. Sasa njoo kwa Farao wa Kiswahili. Njoo kwa wale ambao wenyewe ni wana... Okay, kuna mstari naangalia hapa ndio umeona kama natoka. Njoo sasa kwa wale ambao ni wachawi. Mchawi akija manake anakuja physical. Unasikia ninachosema? Anakuja nini? Anakuja physical. Ndio maana ukiamka asubuhi unashangaa maumbile yako yanauma, unashangaa vitu vinakuuma. Yaani unakuwa uelewi jamani ni kitu gani hicho ambacho kinafanya nini kinaendelea. Yaani kuna nini ambacho kinaendelea? Yaani kuna kitu gani ambacho kimetokea kwenye nini? Kwenye mwili wangu. Unaona kabisa kama ulikuwa unashikana na mtu. Unaona kabisa kama ulikuwa unashikwa na mtu mwingine. Anaamka asubuhi analalamika, unakuta msichana ya kwamba jamani mama mimi sielewi nini kimetokea mwanangu. Anakwambia mama usiku nimeamka nakuta manyonyo yangu yananiuma. Mama nimeamka nakuta miguu yangu haifanyi kazi. Wengine wanafanyishwa makazi, wengine wanaenda kulimishwa usiku. Unaamka asubuhi mgongo uko hoi. Leo shughuli zote zitaisha. Kwa sababu mtu ukiamka asubuhi mgongo uko hoi, utafanya shughuli gani za maendeleo? Huwezi kufanya kitu chochote. Mwingine unaamka hata uelewi kesi imeanzia wapi. Unashangaa tu mara kesi hili hapo umebambikiziwa. Mwingine umelala salama, unaamka unaenda kazini, unashangaa jamani mbona hivi? Nimeshangaa nakuto tena na nini? Nakuto tena na kesi kule. Ni nini ambacho kinaendelea? Mbona mimi jamani nimekaa nikiwa sina kesi? Mwingine umelala una mimba, kumbe usiku amekufanyia uchawi wa mambo ya mipapai. Unaamka asubuhi mimba imefanyaje? Imetoka. Wachawi wana tabia mbaya na hawapaswi kuachwa sawa sawa. Wengine wanafanyia uchawi watoto. Ndio maana kesho tunawaweka watoto wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Tunawaweka watoto nini? Wakfu. Nimekuelezea so many times kwamba kwenye ulimwengu wa roho shetani anapenda sana nyama za watoto wachanga, na sio kitu sahihi. Hapaswi kula watoto wetu. Bwana asifiwe sana. Hapaswi kutumia watoto wetu kufanya kitu nini? Kufanya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka uwe na uhakika ya kwamba chochote ambacho shetani amekifanya kwenye eneo la uchawi na uganga kitabadilika. Kwa mfano, kuna watu ambao wana matukio ya kujirudia kwenye tarehe zile zile. Kama unakumbuka tuna story moja ya Herode ambapo inasema panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mkono alafu akawatenda mabaya tena watu wa kanisa. Alimuua Yakobo, alivyoona Yakobo mambo yamekaa sawa akamkamata Petro. Sasa Petro alipokamatwa, people did not joke, walimbonda kisawasawa kwenye maombi mpaka Petro akatoka.
Sasa ninakueleza kitu gani? Kila aina ya uchawi, yani hapa siwezi nikasema uchawi wa mbegu, uchawi sijui wa kitabu, uchawi wa kioo, uchawi wa mafundo, uchawi wa maneno. Kila walichokifanya leo hii kinapaswa kiachie kafara walizozitoa. Wametoa ngamia, wametoa mbuzi, wametoa kuku, wametoa njiwa. Damu ya Yesu italipa kila kitu. Uwe ni uchawi wa kurithi huko kwenye familia, uwe ni uchawi sijui wa mashambulizi, uwe ni uchawi ambao unakuja baada ya wewe kwenda kula vitu vya watu, uwe ni uchawi ambao unategemea masherehe na manini, katika kila kitu, yani aina zao zote. Uchawi ambao unakuja kwa sababu ya tamaa mbaya, wanakutengenezea tamaa mbaya ili wakupate, wengine wanakutengenezea mateso ili wakupate. Chochote ambacho kimetokea kwenye hilo eneo, Bwana Yesu asifiwe, leo tunaenda kukipiga na kukimaliza. Na yoyote ambaye uwaga unafanya vitu na haujiwezi kuviacha, addictions za kila aina, ule ni uchawi. Uraibu wote ni aina ya uchawi. Kwa hiyo kama una changamoto ya pombe, una changamoto ya lesbian, una changamoto sijui ya masturbation, una changamoto ya pornography, vitu vyote hivyo leo vinaenda kubondwa in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pointi nyingine inayofuatia, nataka useme na mimi, piga majeshi. Manda kasana hande kebrade maya kosa tabaya. Ili ni eneo baya sana ambalo linawatesa sana watu wa Mungu na wajuagi kama ni majeshi ya pepo wabaya. Ukienda kupiga, wewe unaenda kupiga kama individual spirit. Soma na mimi Efeso 6 mstari wa 12 hadi mstari wa 13. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Juu ya majeshi, sema na mimi, majeshi ya pepo wabaya. Shetani anapokuja kukuvamia haji kama single person unless una maana. Akija anakuja kama majeshi. Nasema na wale watu wengine ambao mnaotaga ndoto mpo vitani, majeshi kibao, au wengine wanatokea masisimizi yaliyofungamana kwenye nyumba yako na unafikiri wale ni sisimizi wa kawaida, au mamende yaliyofungamana, yani wanakuja vikosi. Yale ndio yanaitwa majeshi ya pepo wabaya. Mwingine unaota masquerades every single time. Mungu anajaribu kuruhusu uone ili ujue unapambana na kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno la Mungu linasema, anasema kwa sababu hiyo, kwa sababu tunapigana na majeshi ya pepo wabaya na falme na mamlaka, twaeni silaha zote za Mungu, sio moja au mbili. Na moja kati ya silaha hizo ni nini? Ni maombi, ni kukemea. Kuna hekima ni silaha. Bwana Yesu asifiwe. Kunyamaza ni silaha. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ni silaha. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu, jina la Yesu, mamlaka, vyote ni silaha. Alafu anasema mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Hivi vitu vyote vinakuja siku gani? Inaitwa siku ya uovu. Na unaijuaje kwamba haya majeshi ya mapepo mabaya yamenijia kwenye siku yangu ya uovu? My friend, matukio yanaongozana. Yaani wewe unakuwa kama Ayubu namba 2. Unasikia ninachosema? Unakuwa Ayubu namba ngapi? Namba 2. Ni bandika bandua, limetoka hili limekuja hili, hujapumzika limekuja lile. Ukiona garika ya staili hiyo ya mashetani, jua kabisa jeshi limeagizwa lije kwako. Wewe angalia ukawaida wa vita. Hata kama hujawahi kushiriki vita, unaangalia kwenye movies, you see how the wars are going. Unaona jinsi ambavyo mapepo yanasumbua, wanajeshi ambavyo waga wanapigana. Angalia jinsi ambavyo nchi inapataga hasara ya muda mfupi. Ndani ya siku moja majengo yamelipuliwa, maandaki yamelipuliwa, vyakula vipatikani, mambo ni ya hovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini ambacho unajifunza kwenye hayo yote? Ya kwamba majeshi ya mapepo mabaya yanaweza kuja ukashangaa wiki hiyo umeumwa, wiki hiyo mama anaumwa, wiki hiyo baba anaumwa, wiki hiyo imetokea kasheshe sijui hapo nyumbani mmefukuzwa, wiki hiyo ofisini kule hakueleweki, wiki hiyo yani kuna mambo mengi yanayoongozana kwa wakati mmoja. Jua kuna jeshi limetumwa, na ukitaka kulipiga na wewe usilipige kama kitu, usipige kama unataja pepo moja. Na unasema majeshi ya pepo wabaya, achaneni na maisha yangu. Ndio maana anasema Gadi, wewe jeshi litakusonga lakini wewe. Manake Gadi alikuwa mmoja, lakini majeshi alipomsonga aliyabonda mpaka kwenye kisigino. Usiku wa leo kila majeshi yaliyotumwa kwako na yaliyoandaliwa kutumwa kwako yanasarenda usiku wa leo. Mande kataya. Twende kwenye pointi nyingine ya 5, mtu wa Mungu. Tuangalie pointi ya 5 kabla sijakuelekeza namna ambavyo tunaomba usiku wa leo.
uzao wa mashetani. Kuna watu hapa duniani wamekuja kwa ajili ya kuzuia wengine wasiendelee mbele. Sio kila mwanadamu unayemuona ni mwanadamu. Sio kila mtu unayemuona ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine sio watu, ni mashetani, ni uzao wa mashetani. Kwa mfano, kama ambavyo mimi nimezaliwa kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu, kuna watu shetani alisababisha mbegu zao zipite. Bwana Yesu asifiwe. Ili waje watimize makusudi ni ya shetani. Yaani kazi yao naturally ni kusababisha shetani azae watoto, na akishaza wale watoto tumike upande wake. Ndio unakuta una kitoto kijeuri. Hebu leo kiandike jina. Ndio maana nimesema andika jina la ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Andika jina lako la ukoo. Bwana asifiwe. Andika kabila lako. Kuna watu wengine kwenye familia zenu mmewekewa watoto ambao ni feki. Mmewekewa ndugu ambao ni feki. Yaani mpaka unajiuliza, jamani, hichi ni kitu gani mimi ninachodili nacho? Nimeshawahi kukuelezea kabla nikakwambia hivi, wachawi wana tabia ya kuchukua mwanamke ambaye hajaokoka. Wewe ambaye umtaki Kristo unisikilize. Huyu mwanamke ambaye anakuwa hajaokoka wanamuua kwa njia za kichawi. Kwa hiyo manake anachukuliwa msukule, lakini roho yake inakuwa iko hai. Halafu wanamkutanisha kimwili na fisi. Yaani mwanamke anakutanishwa na fisi, anazaa na fisi. Kwa hiyo mtoto anayezaliwa anakuwa nusu fisi nusu mtu. Alafu huyu sasa anaweza kutumika kwenye mambo mbalimbali. Anaweza kutumika kwenda kuleta distraction, anaweza kutumika kwenda kuwakamata watu, anaweza kutumika kwenda kuiba vitu, lakini pia waga anatumika kama usafiri. Sasa unaelewa kuna uzao wa mashetani ambao upo, na wenyewe kazi yao ni kuhakikisha huyo bosi hakuelewi wewe, kazi yao ni kuhakikisha huyo mwanaume mnagombana naye, kazi yake ni kuhakikisha huyo mwanamke hamuishi pazuri, kazi yake ni kuhakikisha haupati kipato kinachostahili. Kwa nini nakusisitiza uombe? Mambo hayatokeagi kama hayajatengenezwa. Ndio maana umuoni Mungu alikuwa kule tu mbinguni amenyamaza, alafu vitu vikatokea. Anasema let there be light. Alisema. Sasa wewe unayenyamaza unasema one day yes vitaitika, havitaitika my friend. Wewe ndio utakayeitikia kaburini ukiwa hauna kitu na haujaacha chochote. Life is very spiritual. Kwa nini tunakusisitiza kuhusu kuomba? Kwa sababu usipokazana kwenye maombi, kwa sababu usipohakikisha maombi yanakuwa ni nguzo yako, haukemei, haujiombei mwenyewe, haufanyi ibada, kina kampuma hawa hii aina ya wanawake itakukuta. Uzao wa mashetani ni vijana wengine ambao wanakuwa wameletwa, aina ya wasichana ambao kazi yao ni kuinitiate watu. Msichana tangu aingie kwenye maisha yako ameharibu maisha yako. Wengine ni marafiki zenu, anakuja tu analeta distraction. Na tangu mwanzo unakuta unakuwa umekosa amani na huyu kijana, lakini unasema hamna bwana, mbona tu ni kijana tu mwema, mbona tu ni msichana mwema Unamwangalia mwenyewe kwa umbo la nje, unasema mashallah mtoto rangi ya chokolate. Manake sio chocolate, unairemba unaita chokolate. Kumbe unacheza na kampuma my friend. Kumbe unacheza na nusu fisi nusu mtu. Mambo ya uchawi ni mengi. Uzao wa mashetani ni mwingi sana. Sio kila mnasikiaga habari ya story inaitwa mimba za Esther. Kuna mama mmoja zamani ndio ilisababisha hilo jina litolewe. Mimi nilisimulia story way back ya kwamba yeye anaenda ukiwa una ujauzito, anaenda anakusaidia unapata mtoto. Yule mtoto anayezaliwa ni wa nani? Hiyo mimba umeitoa kwa mganga, unategemea uzae kitu cha aina gani? Ndio maana kuna aina watoto wanazaliwa ni waajabu. Wanazaliwa wana mambo ya ovyo. Wengine wana disabilities ambazo ni mbaya. Sisemi sasa kila disability imetoka si kwa mashetani, hapana. Lakini kitu cha Mungu kinapaswa kiwe perfect. Na kama unamuombea mtoto anapata shida haponi, jiulize huo ni uzao wa nani? Nani aliye finance huyo mtoto kuja? Nani aliye finance huyo kijana kuja? Kuna watu mmekaa kwenye familia zenu mmeolewa na wachawi. Wengine mmeoa wachawi na haujui. Wewe unaona fresh tu maisha yako yanaendelea. It can't be like that. Lazima ujifunze kufuatilia na kujua ya kwamba hili jambo ninalolifanya, nani yuko nyuma ya hili jambo. Bwana asifiwe sana. Sasa ni vitu vya msingi sana vya kuangalia. Ni vitu vya msingi mno. Kwa sababu utakapoamua kuvidharau utapata changamoto, kwa sababu hawa wenyewe wamejipanga sana. Lakini sisi ndio tunakuwa tujafanya nini, tujipanga. Sasa leo tunaenda kudili na kila uzao wa mashetani. Soma na ngoja nikusomee Nyakati wa kwanza mlango wa 20 mstari wa 8. You get something there. Neno la Mungu lasema hao walizaliwa kwake huyo Mrefai wa Gathi. Hiyo ni aina ya uzao unaelezewa. Nao wakaanguka kwa mkono wa Daudi. Anaposema Warefai na Wanefili ni wale ambao walikuwa kama giants.
wale ambao walikuja kuzaa na malaika. Kwa anasema walizaliwa kwake huyo Mrefai wa Gati ambao alikuwa na vidole 6. Anasema na kwa mkono wa watumishi wake. Kwa hiyo walipigwa na Daudi mpaka wakafa. Kwa sababu ya nini? Ya mkono wake. Yoyote aliye kwenye maisha yako na ni uzao wa shetani, sijali uko ndani ya nyumba, sijali uko nje ya nyumba, lakini kama ametumwa kukutesa, ametumwa kuharibu maisha yako, ametumwa kuleta visanga maisha yako asikae sawa sawa, usiku wa leo anapigwa mpaka anaelewa, anazimwa popote alipo, anazimwa popote alipo. Na wale wengine ambao wamechukua watoto wenu, wamechukua waume zenu, wamechukua wake zenu, alafu wamewawekea misukule, yani mtu unayekaa naye sio mtu original. Bwana Yesu asifiwe. Ninatangaza usiku wa leo originality ya watu wako itageuza. Popote walipowaficha watawarudisha, popote walipowapeleka watawarudisha, popote ambapo mambo yalikuwa yanaonekana sio sawa watayarudisha. Iwe waliwachukua kwa kupitia majani, iwe waliwachukua kwa kupitia chakula, iwe ilikuwa ni dhambi ambayo wamefanya, popote walipowaweka watafanya nini? Nimesema watawarudisha. Sasa nataka tuingie kwenye maombi. Tuna dakika kadhaa za kuomba hapa, maombi ambayo ni very aggressive. Mimi sijui katika vitu nilivyovisema unaona ni wapi ambapo umebanwa, ama ni wapi ambapo Mungu anapaswa akusaidie. Mwingine location wise hauko mahali sahihi, mwingine anasema ni uzao wa mashetani, mwingine ni wadudu na hao wanyama ndio wanaomsumbua, na kila nguvu za giza zinasarenda usiku wa leo. Iwe zinajulikana, iwe hazijulikani, iwe zinajulikana, iwe hazijulikani. Sasa nataka kila mtu mahali ulipo ukae mkao wa kuomba, shika makaratasi yako, shika jina lako la ukoo, halafu tunapoanza kwenda kuomba na kukemea. Ukisikia kwenda kwenye haja, kimbia na hicho kifaa unachosikilizia, nenda huko. Kuna watu ambao ninaona mkiwa mnatapika sana na magonjwa mengi yanawaachia watu, kwa sababu watu huwezi ukakaa kwenye shimo usiwe na magonjwa ya ngozi. Huwezi ukakaa kwenye shimo usipate shida ya machunusi. Sisemi kila mtu ambaye ana pimples yuko kwenye shimo, lakini magonjwa ya ngozi, kushindwa kupumua, kukosa hewa, asthmatic attack, zote hizo zinatokana na watu ambao wamefichwa kwenye magereza, ma-UTI, ma-PID, mashida kwenye mirija ya uzazi. Hauko mahali unakotakiwa kuwa. Sio hizo ni sababu pekee, lakini hizo ni moja kati ya sababu. Kwa hiyo nataka tuende mbele za Mungu tukaanze kuomba. Nikiwa na kemea na we kemea. Unajua wapi umekamatwa, unajua kitu gani hakifanyi kazi, labda ni eneo lako la kazi, la biashara, la afya, la kwenye uchumi, chochote. Tamka, andika hivi ninavyoomba na we andika. Malaika wapo na wanakuja kwenye kila mji wa kila mtu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako, mfalme wa amani, ambao usiku wa leo tumekusanyika kwa ajili ya kuyaleta mahitaji yetu. Nasi tunajua ya kwamba tunapokuja mbele zako na kukuomba, wewe ni Mungu unaisikia. Wewe ni Mungu unaisikia. Wewe ni Mungu unaisikia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, neno lako linasema wamenaswa katika mashimo, wametekwa katika maeneo mbalimbali, wamefichwa katika magereza, na kwa sababu hiyo location wise Rando, Kanamande wanashindwa kusogea eneo lolote. Ninaona ninavyoomba hivi mtu kama unapata wenge, ninaona kama mtu unapata wenge, yani kama kichwa kinaanza kukuuma. Katika jina la Yesu ninafungua kila gereza ambalo walikufunga huko ndani kuanzia sasa, in the mighty name of Jesus. Hilo gereza linakuachia, hilo gereza nasema linakuachia. Kila mashimo yaliyotengenezwa, kila mashimo yaliyowekwa, mashimo ya mauti, mashimo ya uharibifu, mashimo ya kushindwa, in the mighty name of Jesus. Ninatoa vyeti vyako ndani ya hayo mashimo, ninatoa biashara zako ndani ya hayo mashimo, ninatoa uweza Mungu aliyokupa ndani ya hayo mashimo, ninazitoa akili zako ndani ya hayo mashimo, in the mighty name of Jesus. Popote uliposema ninatoka kwenye shimo, natoka kwenye shimo la uharibifu, natoka kwenye shimo la kutokuolewa, natoka kwenye shimo la maonezi, natoka kwenye shimo la kuchelewa. Kuna mtu ambaye unachelewa kupata vitu, unachelewa kupata vitu. Nasema hilo shimo ambalo wakikuangalia mjini hawakuoni, ninakutoa kwenye hilo shimo sasa hivi, na kutoa kwenye hilo shimo sasa hivi, in the mighty name of Jesus. Rako na mande brede bosaya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila magereza, nasema kila magereza unaachia wafungwa, maana sio wafungwa tena, sio wafungwa tena. Gereza la masturbation, gereza la uzinzi, my God, gereza la pombe, my God. Rako na mande
Ninaliona gereza likiwa limefungwa kijijini kwenu na familia nzima mna tatizo la ugoro. Mna tatizo la ugoro. Hata wewe unayenisikiliza kuna saa unaisikia harufu inapita. Hauelewi ni kitu gani lakini unaisikia harufu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninawatoa kwenye hilo gereza kuanzia sasa. Ninawatoa kwenye hilo gereza kuanzia sasa. Yeko ramanda kadabahaya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, magereza yote waliokuweka, magereza yote waliokuweka, magereza yote waliokuweka, yawe yamewekwa kaskazini, yawe yamewekwa kusini, yawe yamewekwa mashariki, yawe yamewekwa magharibi, katika jina la Yesu Kristo, ninasema unatoka sasa hivi. Ninasema unatoka sasa hivi. Ninasema unaondoka. Ninavyoongea unatoka. Naona kuna mtu umepandisha mashetani, katika jina la Yesu. Hilo gereza linakuachia in the mighty name of Jesus. Kila magonjwa na tabia za kigereza, tabia ulizozitoa gerezani zinakuachia kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninapoomba na wewe omba. Mando kabaya, sema ninatoka kwenye gereza lolote ambalo unaona ni kifungo iwe ni addiction, ni kifungo cha aina mbalimbali, iwe ni tabia za kutumia pesa vibaya, iwe ni tabia za pombe, iwe ni tabia za uzinzi, iwe ni tabia za kushindwa kufanya mambo. Ninaona kuna mtu kabisa una vyeti vyote lakini you can't apply for a job. Hauwezi kuapply ukiwa gerezani. Ninakufungua hilo gereza walilokufunga mikono peke yake, walilokufunga miguu, walilokufunga hiyo pua, waliokufunga macho ili usione. Get out right now in the mighty name of Jesus. Hilo gereza linawaachia watu. Naona magereza akiwa yanatingishika na watu wanatoka nje, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ninakushukuru. Naenda mpaka kwenye kila nyumba ya kila mtu anayenisikiliza. Nasimama kwenye mlango wa hiyo nyumba yao na ninatoa tangazo kwa kila wanyama na kila wadudu. Nasema wanyama na wadudu, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi. My God, ninaona panya wakiwa wanakufa, wale ambao ni roho ya uharibifu. Na nyunyiza damu ya Yesu iende hadi kwenye mabanda yenye kuku, iende kwenye ng'ombe, iende kwenye sungura, iende kwenye kanga, kamanda brede bosaya, iende mpaka kwenye miti. Na iona miti ikiwa inakatika, miti ya kipepo iliyopandwa, miti ya kipepo iliyopandwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Akianoma shinda bahaya, wewe chura wa kichawi, wewe mjusi wa kichawi, wewe mende wa kichawi, kasina mande kebadaya, wewe dragon wa kichawi, koko sana bahande kebadaba, in the mighty name of Jesus. Kila wadudu na wanyama, kila wadudu na wanyama, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Ninaingiza mpaka kwenye sebule, natakasa hiyo sebule yote. Kila wanaotambaa kwenye ukuta, kila walioko kwenye ardhi, kila walioko kwenye bati, ninavyoongea sasa hivi mnadondoka na kufa hapo hapo. Mnadondoka na kufa hapo hapo. Wadudu wote, wote, nikisema wote ninamaanisha. Na nyunyiza damu kwenye vyumba, napita kwenye majiko, napita juu ya kila mtu ndani ya hiyo familia ambaye na yeye anahusika ndani ya hiyo familia, awe anafacilitate hao wadudu au hawafacilitate, katika jina la Yesu. Kila waganga waliohusika kuwaweka hao wadudu, ninatangaza wawarudie mara milioni huko mliko, wawarudie mara milioni huko mliko. Kila nyoka aliyetumwa, kila bundi aliyetumwa, kila kuku aliyetumwa, kila mnyama aliyetumwa, katika jina la Yesu, iwe ni popo, iwe ni njiwa, iwe ni kunguru, ninanyunyiza damu, ninatamka mauti juu yenu kuanzia sasa. Kila monitoring spirit, kila monitoring spirit, wewe ambaye unamfuatilia hapa na pale, unamfuatilia hapa na pale, katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus, muru kuanzia sasa acha maisha yake. Na nyunyiza damu kwenye eneo la biashara, kila nyuki wa kichawi, kila sisimizi wa kichawi, ninakuamuru kuanzia sasa, kila ndege wa kichawi dondoka. Nako na manda, napita kwenye barabara za mitaa, napita kwenye mabati ya mitaa, katika jina la Yesu. Napita kwenye mashamba, endo kasina mahande kebadia ndakabaya, rotano mokonamani ya kasande, rodo dobo zika mania kanamaya, eroka tapaye no komondabaya, eronia konia masiana makoni na monde, in the mighty name of Jesus. Every witchcraft yakoni ya Masaya, kila aina ya uchawi uliofanywa kana mande na ukawaingiza hawa wadudu, kila aina ya hirizi walizotumwa hawa wanyama wazilete, kila aina ya vyakula walivyoingia vikazaa magonjwa, in the mighty name of Jesus. Ninaona mtu akiwa anapona
goita. Ninaona mtu akiwa anapona pumu. Ninaona pumu ya ngozi ikiwa inaondoka. Arthritis inakuachia in the mighty name of Jesus. Ninaona mtu ukiwa umelazwa na unaumwa mara kwa mara. Yeko kama yanamande. Hawa wadudu wanaokuinfect na magonjwa wanatambaa kwenye nguo zako bila we kujua, na wanaachia unga wa kipepo, na wanaachia madawa ya kipepo. Ninaamuru kuanzia sasa hayo madawa yanakuachia nakosika na mane kabaya in the mighty name of Jesus. My God, I feel the anger of the Lord. Kila mahali nasema hivi, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, popote wadudu wa kipepo walipo, ninasema wanadondoka. Usiku wa leo wanadondoka. Usiku wa leo wanadondoka katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya ulinzi uliotupa, na ukasema hakutakuwa na uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israel. Ninasimama kinyume na kila aina ya uchawi ambao umefanywa kwenye maisha ya watoto wako. Unafanya wasionekane. Ninaona watu wakiwa na sura za wazee, na ndio maana hawaajiriwi. Ninawavua sura za kipepo, ninawavua sura za kukataliwa, ninawafumua wote ambao walisababisha hizo sura juu yao katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya kinyesi ulichopakwa ninakusafisha kwa damu ya Yesu. Kila aina ya kinyesi ulichopakwa usoni, mikononi na miguuni, ninakisafisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza ya kwamba maneno yako mwenyewe aliyoyatumia kichawi yanafutika. Kila aina ya uchawi wa mafundo, kila aina ya uchawi wa muda, katika jina la Yesu. Wote ambao wamechukuliwa misukule, wote ambao wamekaa kwenye mahali ambapo sio pa kwao, ninaingia kwenye hayo magenge, kwenye hayo maeneo ambayo mnatunziaga watu katika jina la Yesu. Malaika anafumua hayo maeneo, na kila mtu ufahamu wake unarudi mahali pake. Nasema ufahamu wako ulioibiwa unarejea sasa. Nasema ufahamu wako ulioibiwa unarejea sasa katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya uchawi ambao wanawaingilia kama majini mahaba, ninaukata kuanzia usiku wa leo. Kila aina ya wizi wa kichawi, kila aina ya hasara za kichawi, kila aina ya makubaliano ya kichawi ya kwamba huyu atateswa. Kila aina ya watu ambao wanachukuliwa usiku kwenda kwenye ngoma, wanachukuliwa usiku kwenda kulima, wanachukuliwa usiku kwenda kupelekwa kulimishwa madawa, wanachukuliwa usiku kwenda kutumikia watu wengine. Ninakata hayo maneno kuanzia sasa katika jina la Yesu. Na hivyo vyote vinafanya mahitaji yao yasijibiwe. Yakona maziana makatapa reko na manda. Ninasema mnawaachia kwenye hayo mashamba. Ninasema mnawaachia kwenye hizo bustani. Ninasema mnawaachia kutoka kwenye hayo maduka wanayofanya kazi usiku kucha katika jina la Yesu. Ninasema mnawaachia kwenye maeneo ya mabenki mlioyaweka, kwenye hizo kampuni mlizowaweka nje kama walinzi. Mtu hawezi kufanya chochote, hawezi kufikiria chochote kwa sababu yuko mahali anafanya kazi. Naamuru rudi sasa hivi kwenye akili yako. Naamuru rudi sasa hivi kwenye akili yako. Mahali popote walipokushikilia, unashindwa kuomba promotion, unashindwa kuomba kazi sehemu nyingine, ninaamuru unatoka kuanzia sasa. Hiyo minyororo ya kichawi na hizo kamba za kichawi zinakuachia kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaona mtu akiwa anapiga kelele, nasema toka ulikowekwa rejea. Nasema toka ulikowekwa rejea. Kila aina ya uchawi waliofanya kwenye akili, unakuwa na mtoto kama zezeta, unakuwa na mtoto mwenye autism, unakuwa na mtoto asiyetembea, unakuwa na mtoto anayenyonywa damu katika jina la Yesu. Kila uchawi waliofanya kwenye mwili wake, kila uchawi waliofanya kwenye akili yake, kila uchawi waliofanya kwenye mabega yake, in the mighty name of Jesus. Ninaona wababa ambao hawaoni private party zao na ziliibiwa kichawi, ninaamuru zirudi kuanzia sasa. Ninaamuru zirudi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zirudi sasa hivi. Nasema zirudi. Kila ambaye ana tatizo la nguvu za kiume zikae sawa. Kila mwanamke ambaye hana affection kwa mume wake na ana affection na wachawi bila kujua, ninaamuru hivyo vitu vikae sawa. Kila aina ya kesi ulizosingiziwa na uchawi umehusika, ninamaliza hizo kesi. Ninawachinja bata wote ambao wametumika kwenye kafara ili ushindwe hiyo kesi. Ninawachinja kuku wote ambao wametumika kwenye kafara ili wewe uzulumiwe mali zako. Kila kesi za mirathi zinamalizwa usiku wa leo. Kila kesi za kutokuelewana zinamalizwa usiku wa leo. Kila kesi kati ya mume na mke inamalizwa usiku wa leo. Uchawi toka katikati yao. Kila mahusiano yaliyoingiliwa na uchawi, ninayatangaza sasa yatakaa sawa katika jina la Yesu Kristo. Na kila wachawi ambao wako katikati yetu, ninawaamuru watoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Iwe ni mume mchawi, iwe ni mke mchawi, iwe ni mahusiano yaliyotengenezwa kwa misimu
mipango na misimu ya kichawi yakae ndani ya majira ya kichawi katika jina la Yesu. Ninaamuru vikuachie kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru kwa sababu hakutakuwa na uchawi wala uganga niliyosema na ambao sijasema. Katika jina la Yesu Kristo ninapita kwenye ndoto za kila mtu anayenisikiliza, nikiamuru wanyama wote wanaokukimbiza waache kuanzia sasa, nikiamuru vyoo vinavyokumeza viache kuanzia sasa, nikiamuru harufu mbaya waliokutupia iache kuanzia sasa, nikitangaza ndoto za kimungu, nikitangaza malango ya kimungu kwenye ndoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila aina ya mashetani ambayo yamepita kwenye njia ya chakula, ninavyoongea kama unasikia kutapika, kimbia nenda katapike. Uchawi wote uliopita kwenye chakula, neno la Mungu linasema Yuda akapewa tonge na shetani akamuingia. Mahali popote ulipokunywa kitu, ulipokula kitu, katika jina la Yesu, chakula pandisha, chakula panda juu, na nyunyiza moto, moto kwenye hilo tumbo lako, moto kwenye tumbo lako, moto kwenye tumbo lako. Kuna mtu hivi ninavyoongea unaona via vyako vya uzazi vinauma, hiyo ni deliverance ambayo inapita. Popote ambapo unasikia maumivu sasa hivi usiogope. Sasa ninadili na wale waliokula vyakula vya kichawi na vinafanywa wasisogee kwenye uchumi, vinafanywa wasisogee kwenye eneo lolote. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatangaza sasa hivi tapika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mijusi ya kichawi uliokula, kila damu za kichawi ulizokunywa, chochote walichokulisha kitoe sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia sauti ya giant spirit, mtu kama anaunguruma. Ninatangaza wewe nyoka na wewe giant spirit ulekaa kwenye tumbo, toka in the mighty name of Jesus. Nasema toka sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rako mani akashanda brede bosaya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti nasema toka. Kila chakula, mwingine unasikia hali ya kwenda haja ndogo, nenda na hiyo simu. Kila aina vinywaji vya kipepo vilivyoharibu mfumo wako wa uzazi, vilivyoharibu mirija yako ya uzazi, vilivyoharibu your ovaries and everything, katika jina la Yesu, vilivyoharibu sehemu zako zote za siri, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na mtu ambaye alikuwa ameoza kabisa, ninasema baada ya haya maombi unakaa sawa. Mwingine ulikuwa una kidonda ambacho kimetoka mpaka nje, na kausha hicho kidonda katika jina la Yesu, na kausha hicho kidonda katika jina la Yesu. Yoyote ambaye ulikuwa uwezi kutembea na umewekewa mifupa ya kichawi ili usiweze kutembea, ninaamuru sasa hivi unakaa sawa. Vyote sasa, ninarudia tena kwa mara ya mwisho, vyote ambavyo umekula ambavyo sio sawa, damu ya Yesu ipite kwenye tumbo na moto huo, moto upandishe hicho chakula, huo moto utoe haja ambayo ilileta shida kwenye hicho chakula katika jina la Yesu. Kila kansa iliyopita kwenye chakula unapotapika inatoka, kila ubaya uliopita unatoka, kila uzinzi uliopita unatoka, kila udanganyifu uliopita unatoka, magonjwa ya aina zote, iwe ni homa ya ini, katika jina la Yesu inatoka, iwe ni macho, chochote kinatoka, unavotapika kinatoka sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Kuna mwingine naona ukienda kwenye haja unatoa kitu kama nyama, katika jina la Yesu. Ninaona mayai, kuna uchawi wa mayai uliofanyika, ninaukataa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya uzao uliouleta hapa duniani. Bwana, tunajua ulituumba ili tutumikie kusudi lako, lakini neno lako linasema kwenye John 10:10 ya kwamba shetani haji ila aibe, achinje na kuharibu. Na tunajua kwenye wizi ameweka watu, kwenye kuharibu ameweka watu, kwenye kuua ameweka watu. Nami Mungu, ninakuja nikiuleta uzao wa mashetani. Chochote kwenye familia zetu ambacho kimezaliwa kama uzao na ni uzao wa mashetani, katika jina la Yesu. Neno lako linasema nao wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mkono wa watumishi wake. Mimi pamoja na watumishi wengine wote, Bwana, na watoto wako wote, tunaungana tukikata katika jina la Yesu kila roho za mashetani, tukikata kila uharibifu, tukikata kila watu ambao wamekuja, Bwana, lakini wamekuja kutufilisi, wamekuja kutufanya maisha yetu yawe magumu. Ninatangaza leo ndio mwisho. Ninatangaza leo ndio mwisho. Ninatangaza leo ndio mwisho. Hakutakuwa na uganga wala uchawi katika jina la Yesu, na hakutakuwa na mchawi atakayeachwa aishi. Wewe ambaye umekuja unaumwa sana ili hela zote ziishe ndio na wewe uondoke na hela, ninakumaliza. Wewe ambaye umekuja ili ulete vurugu kwenye familia, ninakumaliza. Wewe ambaye umekuja ili uhakikishe hiyo ndoa inavunjika na wewe ndio uondoke, ninakumaliza. Wadada wakazi wote, na nyunyiza damu ya Yesu juu yenu. Kila aliye uzao wa shetani anaondoka usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Labda mtubu, msipotubu mnakwenda. Kila aina ya uzao ambao umeleta magonjwa, uzao ulioleta umaskini, uzao ulioleta taharuki, uzao unaoleta magomvi, uzao unaoleta
mashindano kwenye familia, uzao unaoleta mipaka, uzao unaoleta kutokusaidiana, kutokusameheana, wachochezi wa kishetani, waharibifu wa kishetani, wauaji wa kishetani, nasema nimewafikia na nimewaona katika jina la Yesu. You will not survive this time, you are going down this time in the mighty name of Jesus. Ninatangaza mkashikwe na wazimu mahali popote mlipo, iwe ni waganga, iwe ni washirikina, ushikwe na wewe katika jina la Yesu. Uzao wako naona uandaa kuleta hautastawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hebu mwambie Yesu asante mahali popote ulipo, paza sauti yako ya shukrani mbele za Mungu. Mwambie Yesu asante kwa ajili ya haya maombi. Kuna wengine ambao najua bado nguvu za Mungu zimekufunika, utarudia tena na tena na tena. Endelea kuomba, mwambie Yesu asante, amekutoa kwenye gereza, sasa kazi inapatikana. Nasema utapata hiyo afya, nasema utapata huo uchumi, nasema utapata hayo mafanikio. Rako ni ama shida brade. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Paza sauti ya shukrani. Unaweza kuandika, andika. Manake Mungu amekutoa. Kuna watu ambao utasikia mwepesi. Kuna watu ambao Mungu amewaponya kichwa. Chochote ambacho Mungu amekuponya muda wa maombi, andika. Ninaona upele ukiwa unakauka. Nimeona PID ikiwa inamwachia mtu. Rako taya, HIV imeondoka. Diabetes naiona ikiwa imekuachia. My God, rando kabaya. In the mighty name of Jesus. Tunamshukuru sana Bwana Yesu. Sasa kama uko katikati yetu na hujaokoka, nataka nikupe nafasi ya kumpa Kristo maisha yako. Nasema na mimi Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Mimi niwe wako na wewe uwe wangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kuokoka kwako, na nitakupa namba ambayo utatuma jina lako ili tuendelee kukuombea. Lakini pia mahali popote ulipo, shika sadaka yako na shika pia meza yako ya Bwana, shika na maombi yako mengine yote ili nimshukuru Mungu kwa ajili ya vyote. Baba, asante kwa ajili ya meza ya Bwana ambayo mwanao ameishika. Ninaigeuza kwa mwili wako na damu yako, vikamtakase na kumtoa katika maangamizi yote. Asante kwa ajili ya sadaka za usiku wa leo. Bwana, tunakushukuru maana tumetolewa kwenye magereza, mashimo, tumeondolewa katika uchawi na katika kila jambo la uharibifu. Asante kwa sababu Mungu tutakuona ukitenda tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi utatuma sadaka yako kwenye hii namba 0717 047 067. Na ukiacha tu kwamba utatuma sadaka yako, basi utatuma na maombi yako yote ambayo umeyaomba siku ya leo. Kumbuka tutakuwa na maombi kesho asubuhi kuanzia saa 4. Tuna ibada moja ya kuweka wakfu mwezi wa 4. Tutajiweka wakfu sisi wenyewe, maombi yetu na vitu vyote ambavyo tunaendelea navyo. Tumekuwa na mfululizo wa maombi ya siku 7, na kesho saa 4 asubuhi itakuwa ni siku yetu ya 6. Tutafanya ibada ya nguvu sana na uweza wa Mungu utaonekana sana. Bwana asifiwe sana. Hakikisha ukosi hiyo ibada kwa sababu Mungu atatuhudumia. Lakini Jumatatu tutakuwa tunamalizia na ibada kubwa sana, kongamano kubwa la kumalizia maombi 7 tuliyoyaomba ndani ya siku 7. Kumbuka pia kesho tutakuwa na session ya maombi, nitakupa utaratibu namna ambavyo tutafanya kwa ajili ya kutaja mahitaji yetu. Lakini baada ya hapo, siku ya Jumatatu tutakuwa tunamalizia maombi yetu 7. Nimetoa maelekezo ya nini kinatakiwa kifanyike. Ubebe dokumenti zako zote, uandike shukrani zako zote 7, umwambie Mungu, ninajua wewe ni mwema na mwaminifu, umenisaidia, umeniponya. Tunashukuru sio kwa sababu vyote tumeviona, lakini amani ya Kristo inatuambia tumeshapewa. Na usiku wa leo kuna vitu vingi sana ambavyo najua mpaka hapa vimeshatokea. Wengine wametapika, wengine Mungu amewaponya. Ninaona kuna mtu ulikuwa una bawasiri, hiyo bawasiri inakauka. Nimeona sasa hivi hapa wakati nikiwa naongea. Kuna mtoto mwingine naona una shida kwenye utumbo, huo utumbo wako unakaa sawa. Kuna mwingine una shida kwenye moyo, naona moyo ukiwa unakaa sawa. My God, naona magonjwa akiwa yanakimbia. Halafu pia ninauona upako wa ghafla, zile simu za kazi za ghafla zitatokea. Wengine mlikuwa mmeachika, mtarudiwa usiku huu wa leo kwa sababu vizuizi vyote vimeondolewa. Wengine mlikuwa mnaota ndoto mbaya, hazitakuja tena. Kwa hiyo ninajua kabisa katika mambo yote mkono wa Bwana utakuwa pamoja na sisi na Mungu atatutendea mema. Usisahau kesho ukiwa unakuja kwenye ibada, beba watoto, beba dada, beba kila mtu kwenye familia. Ni siku ya kujiweka wakfu kwa ajili ya kuona Mungu akiendelea kutenda mema kwenye mwezi wa ngapi? Kwenye mwezi wa 4. Mungu akubariki sana. Na unapojiandaa na ibada ya kesho, basi usiache kuiombea ibada. Usiache kuwaambia watu, kuwa custodian ya kuwapa watu habari njema. Ninapoendelea kuongea kuna kitu Mungu amekufanyia, basi tuma kwenye namba zetu za huduma, tuma kwenye social media accounts zetu ambazo ni Minister Moki zote, kwenye Facebook tuma, kwenye Instagram tuma, kwenye TikTok tuma, kwenye thread pia tuko kwenye thread na kwenyewe tuma. Lakini ibada inaanza saa 4 kamili sharp. Kwa nini naendelea kukusisitiza? Kwa sababu kesho tunaanza kuyaona maajabu. Kumbuka tuko kwenye
kwenye mwezi wa kujibiwa kuliko tunavyofanya nini, kuliko tunavyoomba. Nini ambacho tumekiomba leo tutajibiwa zaidi. Iwe ni kuhusiana na mambo ya mahusiano zaidi, iwe kuhusiana na afya zaidi, iwe kuhusiana na uchumi zaidi. Chochote ambacho tumemuomba Mungu atakifanya. Na pia usiku wa leo usishangae kuona marafiki zako hawaongei tena na wewe. Kumbuka tumekemea uzao wa mashetani, tumekemea wachawi, tutasikia habari mbalimbali kutoka kwa watu nini, kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo nataka uhakikishe ya kwamba kila ambacho tumekiomba Mungu akikujibu, usiache kutuma shuhuda. Usisubiri mpaka mambo yaharibike ndio unakuja kusema tena. Hapana. Na kusisitiza kwenye haya maombi 7 kuna kitu umeona kimebadilika, mtukuze Mungu pamoja na sisi. Sema tu mama, nimeona hichi na hichi na hichi. Na wengine usiku huu ambapo sasa hivi tuko tunaongea, ninaona message zenu zingine zikiwa zinaingia kwenye simu. Kwa hiyo tunajua tutamuona Mungu kwa pamoja, tutamuona kitutendea mema sana. Hakikisha unapokuja kesho, beba dokumenti zako zote, beba maombi yako yote, beba sadaka yako ya shukrani. Mwambie Mungu, leo ninakuja, ni siku yangu ya 6 na siku ya 7 pia tutamuona Kristo. Mimi niko hapa kuhakikisha kila kinachopaswa kutokea kwenye maisha yako kinatokea sawa sawa na uwezo ambao Mungu ameweka ndani yangu. Kwa hiyo nataka tushirikiane kwenye kuhakikisha Mungu anatukuzwa katika maisha yetu, Mungu anainuliwa katika maisha yetu, na wewe unakazania jambo lako. Nakupenda. God bless you, and this is Minister Moki.